Hii nchi vile tunaenda tukiendelea vile tunaendelea na ushenzi huu tunaendelea, we are sliding to anarchy. Yale mambo niliona Keumbu jana, eti watu wanapiga watu mawe na polisi wamesimama hapo na uniform. Polisi wamesimama hapo na uniform. Viongozi wakipiwa mawe in a democratic country. Na uwezi kuniambia mimi, na niseme hapa mbele yenu kwa kanisa, uwezi kuniambia mimi hapa, ni mimi nimekuwa waziri wa usalama, eti polisi, the county security team in Kisii haikuwa inajua namna hiyo. Kama wanasema hawako wanajua namna hiyo, sack the county commander. Sababu kazi yao siku hiyo, kila siku county security team, mkutano ukiwa mkubwa kama ule walinda mwananchi ulikuwa pale, county security team which is chaired by the county commissioner inapanga kila kitu. Watu wa NIS wanakaa pale, watu wa DCI wanakaa pale, watu wa polisi wanakaa pale. Where does the government get the capacity kufuata watu kwa email, kwa WhatsApp, to abduct them, but they don't have capacity ya kushika mtu amepanga mawe kupiga watu mawe Keumbu? You will remember this day. Let me tell you, if you don't stop this thing, mutakumbuka hii na mutasirculate hii video, you will be the first victims of this nonsense. Kwa sababu hii mambo ya hawa watu mna, the moment anarchy becomes a way of life. Eti mliona juzi Thika Highway, capital city of our country, mahali ile imezingirwa na wakora, wamefunga barabara, wanapiga watu mawe, wanaibia watu, is 2 kilometers from the residence of the British High Commissioner, is 3 kilometers from the residence of the US ambassador, it's about 5 or 6 kilometers from the UN headquarters. DCI headquarters is about 1 kilometer away. Hapo barabara, eti wakora wanafunga barabara. Tuna serikali kweli? Unataka kuniambia tuko na serikali? How will that happen where you have a serious government?